Meru TV Digital no kwamba kwithirwo keraniria na batwi ni kibindi kiturari ndene studio twina mutaalamu Jaiburu tukireta kibindi kia Mukeu Herbal Clinic nirikenda tumba kwithirwo tukeraniria na daktari Wengwa umba kwithirwo agitwira mantu mwanya mwanya ira bethero bakithithia ndene ya clinic ya Mukeu na tukomba kwithirwo tukariria ntuko na ruwa tukithirwo tukariria mirimo mwanya mwanya ira yumba kwithirwo gisumbura ntu kwithirwo kwi murimo wina jo murimo ya sukari murimo ya pressure murimo onthe yethero yikusumbura kinyange kuru ukethirwa kwi murimu ya yuwi na yo arthritis yonthe daktari ari au ntukwena arwa na kwamba kwithirwa kiaranira na we mwekwe nikienda kethira kwi kiuri wina kio murie na nikienda tukaibua ura mtomba kwithirwa agitethwa kama kawaida ritwa kwa Limbita Njeri wa Cheupe na ngaukaribisha sana ndene ya Mubango ngakurikane namba yake ni gukurukira au ndene ya screen yeku namba ni 07 21 64 0369 0721 64 0369 kwamba kwithirwo keraniria nwe na wenda tume SMS no mutumire kinye SMS gukurukira namba weu na kila kitu itaenda sawa. Kwa hivyo ngamwakanya ombe kwithirwo agitukethie no ombe kwithirwo inyagi trombeni kenda tuambiririe kibindi kietu ukomba kwithirwo kimaruka mitambone. Karibu sana daktari. Uko mambo? Kabisa niko kwa kabisa. Unapendeza. Thank you sana. Pia wewe unapendeza. Nashukuru. Ni Mungu. Karibu sana. Nashukuru na niseme asante kwa kunikaribisha hapa siku ya leo. Nashukuru sana. Okay. Yes, tuambie Jaiburu ni nani na utuombe ndio sasa tuingie kwa kipindi. Asante. Mtazamaji wetu mahali popote mlipo hamjambo. Wewe umeokoka, Bwana asifiwe. Wewe haujaokoka, nipe mkono tugotane gotea wadhi. Waislamu wote mahali popote mlipo, Assalamu alaikum. Marasta, brother na sister, wangwan, watoto wote saseni, mabanu watoto mkopoa na mimi nikopoa naitwa mutaalamu Jaiburu mtu wa pipawa mingi kutoka Mukeu Nutrition Herbal Clinic. Na ni siku nyingine Mungu ameturejesha hapa kwa studio, na kabla tufanye jambo lolote na kabla tujuane zaidi, tungependa tumutagulishe njia na tumutagulishe Mungu na njia ya maombi, maana mimi nafanyaga hii kazi nikiwa nimemuogopa Mungu na nikiwa nimeokoka. Hebu na tuombe. Mungu Baba, tunasema ni asanti usiku wa leo. Mimi tukiwa hapa na Cheupe na hao wengine tuko nao hapa kwa studio pamoja na watazamaji wetu Mungu ambaye wako ndani ya studio wa ya TV, tunaomba utupe mwanzo mwema tukiendelea na hii kipindi katikati na hata mwisho. Mungu, na ukifanya hivyo sifa zote ni zako na ni katika jina lako takatifu tunaomba na hata kuamini. Amen. Karibu sana katika studio zetu daktari. Asante sana. Na kwa hivyo leo nataka tuongelelee mambo tofauti ambayo mnayafanya pale. Kuna magonjwa mengi ambayo yanasumbua watu kwa sasa. Kwanza kabisa tuanze na ugonjwa wa kisukari. Ni ugonjwa ambao umesumbua watu sana na wamekuwa wakiuliza maswali. Wengine hawajui hii ugonjwa inaletwa na nini. Wengine hawajui nitajuaje kama niko na ugonjwa wa sukari. Tafadhali unaweza ukatuelezea kidogo labda ugonjwa unaletwa na nini na madhara yake ni nini? Asante sana. Wakati tunaongelea mambo ya ugonjwa wa kisukari, wengi tunaijua kama diabetes ama blood sugar. Na wakati tunasema mtu wako na ugonjwa wa kisukari, ni ile ugonjwa watu wengi ambao wanajua mtu akiwa na hii ugonjwa wa sukari, mimi siwezi kufa, nitaishi na hii ugonjwa wa sukari mpaka mwisho wa dunia ama mpaka mwisho wangu. Na ugonjwa wa sukari ni wakati ule mtu ambaye yako na glucose nyingi ndani ya mwili wake. Ukiwa na glucose nyingi, hapa ndipo mtu anasema mimi anasema ako na ugonjwa wa sukari. Na kuna wengine ambaye wanasikwa na ugonjwa wa sukari kwa ajili ya kustuka, kwa ajili ya stress nyingi. Mtu akiwa na stress mwingine yako na shida ya kustuka, anakuwa na hii ugonjwa wa sukari. Na ukiwa na ugonjwa wa sukari Cheupe, unakuwa na dalili nyingi ambaye ya kukuonyesha wewe tayari uko na ugonjwa ile ya sukari. Dalili ya kwanza ni kuwa kutoa jasho mara mingi. Wengine ni kukojoa. Unaona unaenda haja dogo mara mingi unaenda kukojoa. Dalili nyingine ni kujisikia kwamba mwili yako ulikuwa mnene, sasa umeanza kuwa mnyonge pole. Wengine ni unakuta ako na ile nguvu ya macho imeanza kupotea. Inapotea tu pole. Wengine
upande wa wamama na wanaume, kama ni mama unaona ile nguvu za kike ile ana ile uwezo ya kuonana na mpenzi wake kimwili, kimapenzi. Mwanaume naye pia nguvu zake za kiume inapotea. Mwanaume alikuwa anaingia kwa sababu analima sawa sawa. Analima bere 2, 3, 4 na asubuhi analima morning glory. Sasa hata moja kulima inakuwa ni shida. Mwanamke naye hata ukimwambia muende mkalime, anaanza kukuroga na mkono. Ndio anaona unamsubua. Unaona? Wengine wakiwa na ugonjwa wa kisukari, akiwa na kinonda mahali tu, kwa mfano ako na kinonda kwa mguu, kupona inakuwa ni shida kwa sababu ya ile ugonjwa wa kisukari. Wengine ni kusikia ni kama anadugwa kwa mwili, anasikia ni kama anaganda. Yani ugonjwa wa sukari iko na dalili nyingi sana. Na ni ile ugonjwa watu wengi wanaambiwa tukiwa na ugonjwa wa sukari hatuwezi pona. Ukianza kujidunga tumbo, ukianza kumeza dawa za tembe, hauwezi pona. Lakini wapi? Ugonjwa wa kisukari huaga tu iko na tiba kwa yule ambaye anataka kupona. Maana ukija kwetu kwa mkeu, tunakupa dawa, unakunywa kwa muda wa siku 90 ama miezi 3, shida yako inafika mwisho. Ugonjwa wa sukari. Yes. Kwa hivyo watu wasinyamaze pale nyumbani wakasema sasa hakuna dawa. Mwenye yako na ugonjwa wa sukari, akiwa Meru atutembelee hapa Meru. Pale Maguna supermarket ile ilikuwa uchumi. Atumpe dawa kwa muda wa miezi 3, shida yake ifike mwisho. Asahau kama kuna wakati alikuwa na ile ugonjwa wa kisukari. Yes, na Meru tuko kila siku. Na kama siku ya kesho ni mimi nitakuwa Meru. Pale Maguna supermarket hii ya town ile ilikuwa uchumi. Opposite, akifika tu kwa mlango ya Maguna supermarket, anipigie hiyo nambari yangu iko hapo kwa runinga, ama hiyo unaendelea na kuwapea. Yes. Asante sana. Kuna ugonjwa mwingine ambao unasumbua watu sana, na ni ugonjwa ambao watu wameniambia ukifika mahali hapa nikuulize swali moja mbili kulihusu. Nalo ni ugonjwa wa ukosefu wa kiume na ukosefu wa kike pia. Kuna wengine wanasema wamezunguka sana katika hospitali mingi lakini bado hawajapata tiba. Kwako kama daktari utawaambia namna gani? Hakuna kitu inakuaga ya aibu chaupe kama mwanaume ambaye ameisiwa na nguvu za kiume. Hata ni heri mwanamke, hata ingawa wanawake wakiwa wana uwezi jua haraka. Unaona? Lakini mwanaume akiwa ameisiwa na nguvu za kiume, boma yake inabomoka. Ndoa yake inafujika kabisa. Kitu ya kwanza, mwanaume mwenye ana nguvu za kiume anakuoga na aibu. Kitu ya kwanza, hata kuongea mbele ya wanaume aongeangi, maana ataambiwa sasa wewe unapigangwa na mke wako, wewe unagerereshwa na mke wako mbele ya watu, unakuja kutuambia nini hapa kwa buroti. Unaona? Na nguvu za kiume, wakati tunasema mwanaume ana nguvu za kiume, ni wakati ule ana uwezo wa kukamilisha ile hali ya tendo la ndoa kwake kwa nyumba. Unaona? Maana mwanaume kamili ni ule ambaye anaingia kwa mpenzi wake akipewa kibarua ya kulima. Analima kibarua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na hata ya 5. Sasa wengi wenye wako au wenye wanatusikiza hapa, akilima kimoja tu analala. Hata mwingine analala juu ya kibarua. Hata hiyo moja inashindwa kuisha. Hata mwingine huyu mwenye kibarua ndio namwambia wewe baba Otueri umelala juu. Unaona? Lakini mwenye anajua mwenye yako na hii shida, maana ni shida ambayo inakuja kwa sababu ya vitu fulani. Unakuta mwingine ni hormones inamletea shida hii ya kusidwa na kulima. Unaona? Mwingine ni magonjwa ya sukari, mwingine ni magonjwa ya high blood pressure, mwingine ni magonjwa ya sinaa, mwingine hata ni kujiharibu, ni kuwahi ya mayai, kufanya masturbation. Siku hizi tunasema kunyoga monkey. Unaona? Ni kuwahi ya mayai kunyoga monkey, ama hiyo masturbation akaharibu misipa yake. Na nikwambia chaupe, mwanaume akisaa nyoga monkey ama akisaa fanya masturbation, anakuaga sasa ana ile nguvu ya kiume kabisa. Na akiwa ako naye anakuwa na ile tunaitaga premature ejaculation. Wakati ameingia pale kwa saba, analima haraka kama kuku. Umeiona kuku na mpenzi wake vile inafanyaga inaruka juu sekunde 2. Hiyo mambo inaisha. Unaona? Na huyu mwanaume akienda na hiyo dakika 2 ama sekunde 2, mara nyingine ya pili kurudia inakuwa ni ngumu.
ni shida kubwa sana, hawezi akarudia. Unaona? Na ukimwambia wewe mwanaume rudia, tena anakasirika. Anaanza kutana kutafuta sababu. Mimi mama Kagedo, uoni vile nauma na kifua, uoni vile nauma na mgongo, nauma na kichwa, niko na stress. Sasa wewe mwanaume na stress zako unaletea mpenzi wako kwa nyumba, hiyo stress ni yako, na mke wako ni mke wako. Okay. Yes. Kujua kwa mkeo, tukupe dawa utumie kwa muda wa siku 3 tu, shida yako. Yes. Aya, ibwaga sana no kuyutibiru wengo mutegeri wa Meru TV na mbere kwithirwa ukitegera namba ya daktari ukomba kwithirwa kiwasiliana noe. Namba ni 0721 640369 ukomba kwithirwa ukimuringira thimu ukomba kwithirwa ugitume SMS agagucokiri kiuri giaku kionde kira wina kio na ingutikia mantu yaku ya komba kwithirwa ya kiagira. Kwa hivyo daktari, kuna mtu anauliza swali moja, anauliza kukaa sana bila kushiriki tendo la ndoa inaweza ikadhiri mtu? Amna. Tena ni mzuri sana juu ukiwa unaenda kwa mpenzi wako unakaa muda mrefu. Lakini huyu kitu kingine inaharibu watu ni wale wanaume ambao wanachanganyaga damu ya wanawake wengi. Leo wako sijui kama nitapeana niseme cheupe, aseme ninapeana mfano na yeye. Lakini wacha juu ni wetu tuko na wewe. Leo uko na cheupe, leo uko na Kagedo, leo uko na Makena, kesho hii ingine uko na nani, kuchanganya ile damu kwa wanawake wengi. Waliyesoma science wanajua kuchanganya ile damu ya wanawake wengi inaenda ina block ama inafuga ile misipa ya kiume ya mwanaume. Unaona? Na ndio maana tunasemanga ukiwa mwanaume tulia kwa mtu mmoja, na kama ni lazima tulia kwa wawili kuliko kuchanganya wanawake wengi. Jufira unafuruta hii uchafu ya huyu umeenda na yeye hajamaliza hata period yake, huyu umeenda na yeye ako na madischarge, huyu umeenda na yeye alikuwa na nini, ile uchafu yote ukiifuta inaenda inafuga misipa yako. Unaona? Na hata ukikaa sana bila kushiriki tendo la ndoa iwezi ikakudhuru. Unaona? Kenya inafanyanga ukikaa miaka mingi hapo ndio inaweza ukuletea shida. Unajua kuna wanaume wengine wakikaa tu wiki moja wanasema mimi nimekaa nimekaa sana. Na sasa ni wiki moja. Na sasa hiyo ni wiki moja. Unaona? Lakini ukikaa hata ukae siku gapi haikuagi na shida, bora usikae zaidi ya miaka. Okay. Ukae miaka 3 miaka 4. Kuna simu inaingia hapa daktari. Pokea. Hello. Hello, tunaongea na nani? Hello, naongea Kinoti. Kinoti niko Mitunguu. Kinoti, unataka kuongea Kimeru Kiswahili? Yeah, nasikia umepata vizuri? Nakupata, tunakupata. Yeah, salimia msalamu zindoro sana. Nimesalimika. Yeah, niko na furaha sana nikikwambia kazi yako ni nzuri. Kwa maana nilikuwa nasumbuliwa na viungo vya mwili kwa muda mrefu. Nikatembelea hospitali pa Meru, nikaenda hapo clinic na sikusaidika. Kwa maana miguu imefura, jointi shida, singeenda, nilikuwa bila mti kwanza. Ambaye nikusikia kutangaza hapo kwa Meru TV. Na nikashukuru, nikakuja hapo kwako pale Maguna Supermarket. Nikachukua hapo nje. Na ukanipima, ukanipatia dawa, nikavumilia tu muda mrefu, lakini hata sikumaliza miezi 3. Nilikunywa dawa miezi 2 nusu nikawa nimepona kabisa. Okay. Pia nguvu za kiume ilikuwa imeisha, na kweli uliniambia imesumbuliwa na hiyo ugonjwa ya arthritis. Ambaye mama yangu tulikuwa tunasumbuana akaenda kwa baraka na saa hii hapo nyumbani. Mimi nilikunywa dawa siku 3 ambayo sikuamini. Kwa leo mimi niko salama. Sitembei na mtu tena. Na nguvu zangu zirudi salama. Asante. Nashukuru sana. Asante sana Kinoti. Ndiye salimia msalimika sana na mbarikiwe sana. Kabisa. Asante sana. Aya, harito Kinoti. Orokuga na arombete kwithirwa ari na thina ya kiume na thina ya arthritis, lakini cionthe cionthete kwithirwa ikithiriwo. Kinyago gethirwa wina usuda kana kukiurio kwenda kwithirwa ukiuria mutaalamu, nomba kwithirwa gituringira thimu yaku. Hello.
Hello. Hello. Hello. Tunaongea na nani? Tunaongea na nani? Tunakusikia. Hello. Simu yako mahali iko hatukusikii vizuri. Hello. Tunakusikia sasa, ongea tafadhali. Okay, sawa sawa. Tupigie tena tafadhali, tupigie tena na uende mahali kuna network kidogo ndio tupatane vizuri. Kwa hivyo tukiendelea, tukingoja simu daktari, huo ugonjwa wa arthritis yenye nimesikia mtu akitaja mahali, nimekuwa na mtu mahali. Amekuwa akisema yeye hata kupanda stairs ya wizi. So utamuelezea kama ni huo ugonjwa ama ni baridi, juu anaambiwa ni baridi. Sawa. Hello? Hello. Yes, tunaongea na nani? Hello. Tunaongea na nani? Naitwa John Kitonga. John kutoka side gani? Natoka kipande ya Kiunua. Karibu sana John. Sasa mimi nimepiga kurusha shukrani. Nilikuja nikaona daktari, nilikuwa na shida ya tumbo. Nilikuwa nimesumbuka na ulcers na gas kwa muda mrefu sana. Ile nilikuja daktari akanipima. Akaniambia ni ulcers inanisumbua. Alipatia dawa baada ya mwezi mmoja. Nikawa tumbo imepona. Okay. Sasa chakula yote naweza kula. Kideri ningeweza kula lakini sasa nakula. Okay. Ningekunywa uji sasa nakunywa vizuri sana. Sina shida yote ya tumbo. Asante. Sasa mimi nishukuru daktari, mwambie asante. Asante. Endelee kusaidia watu wengine huko mbele. Asante. Na Mungu awabariki sana. Amen. Hiyo ni ushuhuda. Asante sana. Hiyo ni ushuhuda daktari. Na ninaambiwa time yetu imeisha. Sasa sijui kama nitakupatia nafasi hiyo siku nyingine tutakuwa tunaongelea ile magonjwa hatujaongea leo. But kwanza nataka nikupatie time uwaambie mnapatikananga wapi, alafu ndio tumalizie. Hello. Yes. Hello. Nakupata? Hello. Nakupata? Unaongea na Karatini. Kutoka wapi? Kutoka Maua. Karibu sana. Sasa mimi nilikuwa na shida ya UTI. Na ilikuwa imenisumbua kwa muda mrefu kwa nilikuwa nimetembea hospitali mingi. Na sikuwa napona. Okay. Sasa vile nilitembelea mkeo, nikapewa dawa, ikapona, ikaisha kabisa. Sasa nataka kusema daktari abarikiwe sana na aendelee na kazi yake nzuri. Okay, amen. Asante. Haya, daktari umesikia? Mimi nikile nitafanya nitawaambia wakuja kwa mkeo wengine kwa sababu tunaambiwa muda wetu umeyoyoma. Na kwa sababu muda umeyoyoma ama utapokea hiyo ya mwisho? Upokea tu hiyo ya mwisho wasipige tena. Hello. Hello. Tunaongea na nani? Okay, basi ongea na Christopher Mwiti. Christopher karibu sana. Niko katika ile maeneo ya Kanyakine. Mimi kwangu nataka tu nirudishe shukrani. Ni kwa sababu nilikuwa na shida ya prostate. Basi shida yangu ilikuwa ni kukojoa mara nyingi. Bado nasikia kitovu bado ina kiasi na kojoa. Nikaenda kwa hospitali nyingi sana lakini kuja kusaidika kwa huyo daktari. Ni kwa sababu baada ya kufika kwake alinitibu. Basi shida nyingine nilikuwa nayo sasa ni nguvu za kiume. Okay, shida prostate yanipea madawa nikakunywa kwa muda wa mwezi mmoja. Basi ya nguvu za kiume bado wakanipea nikatumia kwa muda wa siku 3. Kutoka hapo sasa mimi niko sawa, kwangu ni kumrudishia shukrani, nimwambia aendelee tu hivyo na kuhudumia watu. Asante. Wakati huu niko sawa kabisa, mimi nashukuru. Asante. Mungu na kisha daktari pia naye abarikiwe. Asante sana. Amen.
Haya, daktari, kwa haraka tusipokee simu ingine, tuwaambie mwenye ambaye hatujapokea simu yake anipigie sasa nikitoka kwa studio. Maana tunaambiwa wengine wanataka kuingia kwa studio. Mtazamaji wetu, tunakuaga Meru town hapa Maguna supermarket ile ilikuwa Uchumi. Ukija siku ya kesho, ukisimama tu hapo kwa mlango ya Maguna supermarket, waambie huyo soja ako kwa mlango akuonyesha Mukeu clinic, atakuonyesha, ama unipigie nambari yangu ya simu, hiyo iko hapo kwa runinga yako. Siku ya Monday tunatembeleanga upande wa Maua, na Maua tunakuanga pale Maguna pale kwa Kainga opposite Cooperative Bank. Ukija siku ya Monday ni mimi nitakuwa. Ukija siku ya Monday kule Maua ni mimi utapata pale kwa Kainga opposite Cooperative Bank. Na siku ya kesho ni mimi nitakuwa Meru. Siku ya Jumanne tunatembelea ya Jumanne kama kesho tunatembelea watu wa Chuka, na Chuka tuko pale Chuka town hapo supermarket ya Ketias. Ukifika tu hapo kwa mlango ya market ya Ketias, tuko pale, ile nyumba siko pale mwisho mlango nambari 5. Ni upande wa Nairobi tunafunguaga kila siku pale UTC petrol station ya Toto, hapo kwa gari ya Samuranga, nyumba inaitwa Generation Plaza, orofa ya pili, orofa ya 3, mlango nambari 12. Ukija kila siku utatupata Nairobi. Na upande wa Embu tunatembeanga siku ya Monday pale Yuna Guest House opposite stage ya Sierra. Nambari yetu ya simu ni hiyo, iko hapo kwa runinga, maana masaa yetu imeenda sana. Ni 0721 64 03 69. Na kwa sababu tulianzia na maombi, ningependa tushukuru Mungu na njia ya maombi. Tukutane siku ya kesho pale Meru town, na kama utaelewa ni wapi unipigie simu. Hebu na tuombe. Mungu Baba, tunasema ni asanti mara nyingine, maana tukiwa na Cheupe na wengine tuko nao hapa kwa studio, tulikwambia utupe mwanzo mwema katikati na hata mwisho, na hata hao watazamaji wetu Mungu umekubali wawe pamoja na sisi. Wengi wao wametupigia mpaka simu, na wale Mungu ambaye wameai kuja kwa Mukeu na wakakunywa dawa wakaponea huko, pokea sifa na shukrani, maana kazi yangu ni kuwapea dawa. Wewe nawe Mungu unawaponya. Mungu yoyote atakuja kwa Mukeu wakinywa dawa, Mungu umponye, kwa sababu mimi kazi yangu ni kuwatibu, nawe unawaponya. Wabariki kila mmoja mahali popote alipo, hata hii studio ibariki, hata Cheupe, hata mimi, hata wengine wote tuko nao hapa, hata watazamaji wetu wote, Mungu wabariki. Na ukifanya hivyo jina lako litukuzwe, na ni katika jina lako takatifu tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Mulie kuwa naye hapa kwa studio ni mie wenyu Mutaramu Jaiboro, mtu wa pipawa mingi kutoka Mukeu Nutrition Herbal Clinic. Good night na wapenda wote. Asante sana. Asante sana daktari, na karibu siku nyingine. Asante. Yes. Hiyo siku nyingine tutaongea mengi. Time ndio imekataa leo, lakini hiyo siku nyingine iko tutaweza kuongea. Lakini wakuje kesho Meru. Yes, na wakuje kesho Meru. Muthikeria no kuibwa Rojo Meru. Umekuonge Kinyau Magunas. Uri agwo karinga nambe ukana nyoko uruthiri yaku ya sibitari ya Mukeu Clinic ukomba kwithirwo kionwa. Na nikakuribwa ega sana no tuba kwithirwo mona batu na nyamba bamba kunikathimu. Thank you so much. Mwakira ntukwingito kwamba kwithirwo twithrimana, lakini royo rikana kuriungira daktari kama withirwo kwithina wini oyu waigua kiariria ntukwena na komba kwithirwo agiutetheria. Mbetanjeri wa Cheupe na tumbe kwithirwo twithrimana ntukwingi.